Kwanza nishukuru kwa nafasi hii ya kuchangia katika bajeti hii ya Wizara ya Elimu. Niungane na wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii adimu na afya njema kwa ajili inayotuwezesha kukaa katika bunge hili na kuweza kuchangia. Lakini nichukue fursa hii kumpongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyoweza kuinua swala la elimu katika nchi yetu. Wabunge wote waliopita kuzungumza hapa wamezungumza na kuonesha ni namna gani miundombinu imejengwa kila mahali, na hili ni jambo ambalo ni maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini nataka nitoe pongezi za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Waziri wa Elimu Profesa Adolf Mkenda, na pongezi zingine ni kwa Mheshimiwa Wanu Amir kwa namna ambavyo wanafanya kazi mzuri katika wizara hii. Napenda pia nimpongeze Katibu Mkuu wa Wizara Profesa Caroline Nombo ambaye ni mtendaji mzuri sana na ni mtu ambaye anashirikisha watu wake katika utendaji kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa nilete shukrani za dhati kutoka kwa wananchi wa Jimbo la Lindi mjini kwa kitendo cha Daktari Samia Suluhu Hassan kuwajengea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kampasi ya Ngongo. Chuo kikuu hiki ndicho chuo kikuu cha kwanza katika Jimbo la Lindi, na kwetu chuo hiki ni kuongeza fursa ya elimu ya juu katika jimbo letu. Lakini pia kwetu sisi chuo hiki ni kichocheo muhimu sana cha uchumi wa mji wa Lindi. Lakini pia chuo hiki tunakitazama kama njia ya kuongeza ajira rasmi na ajira zisizokuwa rasmi kwa wananchi wa Lindi. Katika kujenga chuo hiki, mwanzoni sisi Lindi tulitoa ekari 100 kwa ajili ya ujenzi wa chuo hiki, lakini baadaye tukaombwa kuongeza eneo kwa ajili ya chuo hiki, tukaongeza ekari 332 kufanya jumla ya eneo ambalo litajengwa chuo hiki kuwa ekari 432. Katika kuongeza chuo hiki tulilazimika kuchukua eneo ambalo imejengwa shule ya sekondari ya Ngongo. Kwa hiyo shule hii inatakiwa iondoke katika eneo la chuo kikuu. Na alipokuja Mheshimiwa Waziri Mkuu Lindi kuja kuweka jiwe la msingi la chuo hiki, tulimuomba wizara iweze kujenga shule hii ya sekondari, kwa sababu tunayo maagizo kwamba inapofika mwezi Septemba shule hii inatakiwa iwe imeondoka. Sasa hapa tunalo jambo. Mbuzi wa Bwana Heri amekula shamba la Bwana Heri. Bado shule hii inahusiana na Wizara ya Elimu na chuo hiki kinahusiana na Wizara ya Elimu. Kwa hiyo tunamwomba Mheshimiwa Waziri, kwa kuzingatia agizo lile la Mheshimiwa Waziri Mkuu alilolitoa, tupatiwe pesa ili majengo ya shule hii ya sekondari ya Ngongo yaweze kujengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba pia nizungumzie swala la ujenzi wa chuo kitakachotoa elimu ya ufundi wa gesi na mafuta Lindi. Kwa kuwa sasa hivi tupo katika maandalizi, baada ya majadiliano, maana yake tutasainiana mkataba juu ya LNG, na tuliahidiwa kwamba Arusha Technical itajengwa pale Lindi, na chuo hiki kusudio lake ni kuwawezesha vijana wetu kupata mafunzo. Lakini sisi kwa upande wetu tumetekeleza majukumu yetu kama halmashauri. Tumetoa eneo la karibu hekta 236 tangu mwaka 2004,
lakini tunachokiona sasa hivi katika eneo lile ni bango tu limeandikwa Arusha coming soon. Sasa sijui kama mpaka toka 2004 mpaka leo bango hili lina uhalali wa kusema Arusha technical coming soon. Tuliambiwa kwamba zipo pesa ambazo zitapatikana kama CSR kutoka katika mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, na kwetu tuliambiwa kwamba zitapatikana bilioni 67. Ningeomba kama pesa hizo zimepatikana au kama hazijapatikana, basi juhudi ifanyike ili chuo hiki kiweze kujengwa, ili vijana waweze kupata mafunzo, tuweze kuwa na watu ambao watashiriki katika LNG wakiwa na taaluma inayohusiana na masuala ya gesi. Ningependa sasa nizungumzie swala la ikama ya walimu. Ninajua kwamba baadhi ya mambo hapa yatahusiana na TAMISEMI, lakini wewe Mheshimiwa Waziri wa Elimu ndiye mnyamwezi ambaye tunaye hapa sasa hivi. Kwa hiyo sisi tutakubebesha tu mzigo, kwa sababu swala lenyewe linalozungumzwa ni swala la elimu, na wewe ndio baba wa elimu katika nchi hii. Tunamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan katika siku zake 100 miongoni mwa walimu walioajiriwa, na sisi Lindi tumepata walimu 75 wa sayansi. Lakini katika ule mpango wa kuwabadilisha walimu wa diploma kutoka kufundisha sekondari na kwenda kufundisha shule ya msingi, limetuletea pengo kubwa la walimu wa arts, walimu wa masomo ya sanaa. Sasa hivi Lindi tuna uhaba wa walimu 100 wa sanaa. Ningekuomba Mheshimiwa Waziri, kwa namna yoyote ilivyokuwepo, wewe ni profesa na mwenzako ni profesa. Maprofesa nyinyi mnapokaa lugha zenu mnaelewana. Zungumzeni mtupatie walimu hawa 100 ili tuweze kufanikisha swala la utoaji wa elimu katika jimbo la Lindi mjini. Lakini tunayo madai ya walimu wetu, madai ya likizo, madai ya uhamisho, pesa za kujikimu za ajira mpya 2024-2025, lakini pesa za kujikimu za ajira mpya 2025 na 26. Hili jambo la walimu wapya kuletwa mahali alafu wakawa hawana pesa za kujikimu ni jambo ambalo linawachanganya sana walimu wetu. Kwanza anakuja katika mazingira mapya tofauti na mazingira aliyoyazoea. Anakuja pale hana uwezo wowote, ana mjomba wala shangazi. Anachotegemea ni ajira yake. Na pesa ya kwanza ambayo angepewa ingemsaidia ni pesa ya kujikimu. Ninaomba walimu hawa wapewe hizi pesa. Kunakuwa na tatizo katika miji yetu, walimu wakifika wakiona hali ni ngumu na pesa za kujikimu hawajapewa wanaondoka. Jambo ambalo sisi tusingependa tukose walimu, kwa sababu sisi Lindi tumejipanga katika jambo la kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata elimu inayotakiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa haya machache naunga mkono hoja. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana kwa mchango wako.